mnaitwa wakati mgumu sana. Hivi sasa kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania halisemwi vizuri. Limepoteza ushuhuda wa kimatengenezo. Unaenda kanisani, hakuna dhambi tunayoikemea ndani ya kanisa ambayo hatuitendi wenyewe ndani ya kanisa. Haipo. Ipi? Itaje. Unataka kuniambia hakuna rushwa ndani ya kanisa? Hakuna. Tena nyinyi hamsubiri kupokea rushwa, mnadokoa mpaka visadaka. Ubadhirifu wa mali ndani ya kanisa, miradi inakufa, watu wapo wanaona. Ulevi hamni. Wangapi hawani? Wanyoshe mikono hapa. Si wote wa Lutheri hapa? Ufisadi, uzinzi, tumebaki kushughulikiana wenyewe kwenyewe badala ya kushughulikia dhambi. Kanisa la Kiinjili leo, baada ya kuweka nadhiri, tutawapa vifaa. Lakini kimoja Mungu ameshawapa: mdomo. Mmepewa mdomo, si bunduki. Mtapewa Biblia, hatutawapa mabomu. Mtapewa kikombe, hatutawapa virungu. Tutawapa stora, sio pingu. Hizo ni zana za huduma. Na Mungu awasaidie sana, kama alivyosema katika somo hili, wapole, wenye hekima katika matumizi ya zana hizo mtakazopewa. Washirika hawa watawapa maokoto, wakiwanyima kuoteni miguu, msonge mbele mkaitende kazi ya Mungu. Na waambieni haya kwa sababu mambo yamebadilika sana. Kwa neema ya Mungu mimi nimekuwa mchungaji kwa miaka 33 sasa. Na katika hiyo 23 nimetumika kama askofu. Na leo nitatoa shukrani kumshukuru Mungu. Nilipoanza huduma wakati huo, watu walikuwa wanaogopa kusema uongo, kwa hofu kwamba ukisema uongo unakufa. Na ulikuwa unaamini ukiulizwa jambo ukasema uongo, kwa kuhofia kwamba wakisema ukweli wanafanya nini? Na kweli wakisema ukweli wanapona. Biliki uje uone. Mungu wetu hajabadilika, sisi ndio tumebadilika. Ni yeye yule yule, jana, leo na siku zote. Yeye ndiye njia na kweli na uzima. Hawezi kutumikiwa na mchungaji mwongo au askofu tapeli hivi. Hawezi. Hajabadilika. Inampasa mtumishi wa Mungu kuwa mtumwa na mfungwa wa ukweli. Bosi wa kwanza wa mchungaji anaitwa Bwana Ukweli. Mtumikieni kwa furaha huyo. Nanyi ndugu zangu wapendwa washarika mliokusanyika hapa leo, wapokeeni wateule hawa na madiakoni wetu. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu ametupatia sisi Wanakaragwe kwa ajili ya uzima na ustawi wetu. Na wasihi sana msiwaharibie, kwa sababu pia wanao uwezo wa kufanya nini? Wa kujiharibia. Wapeni uhuru wajiharibie wenyewe. Sisi kama kanisa tumefanya la kwetu, tutawapa kila wanachohitaji. Kazi inabaki mikononi mwao. Na wasihi ndugu zangu wapendwa, tunapoingia katika tendo hili teule na takatifu, kila mmoja wetu kimoyomoyo na kwa sauti awaombee wateule wetu hawa, ili waingie kazini wakiwa na uhakika kwamba wanayo matashi mema kutoka kwa kila mmoja wetu. Na hili ndilo neno la Mungu.
Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.